Trusting. Amen. Amen. Sasa mimi si mhubiri lakini mimi anajiita mwalimu. Amen. So today we are going to learn kutoka katika kitabu cha 2 Corinthians chapter 2 verse 15. 2 Corinthians chapter 2 verse 15. Kwenye Biblia ya Kiswahili kama umepata unaweza kusomea, na mwenye Biblia ya Kizungu pia unaweza kusomea. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaookolewa na katika wao wanaopotea. Good. English. Ama hii si wazungu. For we are unto God a sweet savior of Christ, in them that are saved and in them that perish. Okay, the Bible says that for we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Melewa hiyo neno. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Sote tunajua maana ya aroma. Si tunajua aroma? Yes. Ni ile harufu nzuri. Biblia huwa inatueka kama like inasema tukue barua nzuri ambayo inaweza kusomeka. Ushaipita mahali penye mtu mwenye amejipaka marashi, ile kunukia vizuri. Wewe unasikia aje? Unasikia ananukia vizuri, hadi unasema natamani pia mimi nijipake marashi kama haya. So the Bible has compared us like sweet pleasing aroma. Yaani imetuambia sisi ni harufu nzuri ya Yesu. Sisi ni harufu nzuri ya Yesu among those who are perishing and among those who are being saved. So mimi nilikuwa nataka encourage kama Wakristo, ukitembea huko nje, nyumbani, kanisani, kazini, this word is a very strong word. Imagine Mungu amekwambia wewe ni harufu yangu. So unajua Yesu ni Mungu. Jesus is God. So God has told you that you are the sweet pleasing aroma of Christ. Sasa wewe ni hiyo harufu nzuri. Jiulize kwa kimoyomoyo, like nikitembea ama nikiishi, mimi ni harufu ya Yesu kweli ama mimi ni harufu hii nyingine? So mnajua difference between a good smell and a bad smell. Ukipita karibu ya bad smell, what do you feel? You feel disgusted. Sasa hii ni nini nanuka? But when you pass through a good smell, you are interested in it and you want to be like that person. So the Bible in 2 Corinthians has compared us as sweet aroma of Christ. So as Christians, I urge you in your lifetime, at home, at work, anywhere you go, just make sure you are a sweet aroma. Yaani watu wakikuona like you are a good example, wanasema Bibi Mwandi, wewe yule mtu ni yule mama ni mzuri sana. Napenda kuwa kama yeye. Like when she talks wisdom. When she does things in a good way. But don't be a bad example. Like usikue mtu mwenye hata ukipita mbele ya watu tayari mtu anaanza kuangalia chini. Yule sasa ni nani? Na anafanya nini? Kwa nini hapo hapo? Like don't be that an example, but be an example whereby when you walk, when you stand, ukisimama tu pale, kama mimi napenda dadangu Emma, huwa akisimama tu anasema napenda niwe kama Emma. Like the courage, the way she talks, haogopi kusema ushuhuda, haogopi kusema mahitaji. Hata kama mahitaji lake ni kidogo wazi, utasikia anasema na anatendewa. Hizo ndogo ndogo anatendewa. Msione anasema ndogo ndogo nini anatendewa. So you should be a person who is a role model. Mwenye ukisimama mahali, people admire you, people like that smell. Sisemi harufu ya mtu. Nasema the behavior and how people see you when you walk, when you are at school, when you are at church. Wale mko shuleni, vijana kina Thomas. Ukiwa shuleni kule nje, how do people see you? Do they see you as a sweet aroma or do they see you as a bad influence? You should ask yourself that question. Jeremiah, we're in school. The teachers there are using you as a good example, or are they using you as a bad example? Hii ni kwa wote, wanafunzi, wazazi, pastor, wazee, wababa, wamama. Wherever you go, just make sure when utasimama watu wanakuona kama kielelezo chema. Be a sweet aroma. Usikue harufu mbaya.
Ni hayo tu. Mungu akubariki.